Yani kwa hii dunia ya siku ya leo kumejaa wafu, lakini wafu wa aina mbili. Kuna wale ambao wamekufa ndani ya dhambi, na kuna wale ambao wamekufa kwa mambo ya dhambi. Yani kwa machache, wale ambao wamekufa ndani ya dhambi ni wale ambao dhambi imewaangamiza na wamekufa, na kwa wenye ambao wamekufa kwa mambo ya dhambi ni wale ambao dhambi imekufa ndani ya maisha yao, na basi wanaonekana kuwa na uzima. Na ni kama vile ndugu yangu amesema, ni hivyo kuwa umekufa kwa mtu wa nje ambaye ni mwili ya nyama na damu, au kuwa umekufa kwa mtu wa ndani ambaye ni nafsi yako ama spirit yako. Na ile afadhali ni afadhali kukufa kwa mtu wa nje, kwa sababu mtu wa nje anaoza na anaharibika, lakini mtu wa ndani anaenda milele. Na binadamu wote siku ya leo duniani, kila mtu ataenda milele, ila kwa furaha ya milele ama kwa uchungu ya milele. Ukweli ishakuja kwa mwangaza, ishajua ya kuwa hakuna mtu ambaye hataenda milele, na Yesu ndiye ambaye alikuja na ukweli. Labda unaweza sema, unajua aje, umewaenda huko ukarudi ukaona. Yesu ndiye mwangaza wa ulimwengu, na yeye amekuja na ukweli na ameweza kuleta ukweli kwa mwangaza. Afadhali kifo ya nje kuliko kifo ya ndani. Kifo ya kweli si ya nje bali ni ya ndani. Na dhambi ambayo ni sumu inayosukumwa na huyo nyoka Ibilisi ni sumu ambayo inaua nje na ndani, lakini sana sana inaua mtu wa ndani. Na tiba ya hiyo sumu ilikuja miaka 2000 na imepita, na ni wakati Yesu Kristo alileta uponyaji duniani. Na hiyo ndio habari njema. Kwa hiyo sumu ambayo labda inakuwa na kukuangamiza kila siku, tiba imepatikana, na tiba iko ndani ya Yesu, kama vile rafiki yangu amefundisha, kwa kupigwa kwake mmeponywa. Kwa wale ambao watamwamini Yesu, hao watapokea uponyaji. Kwa wale ambao watamkataa Yesu, hawapati uponyaji automatically. Uponyaji inakuja tu kwa njia ya imani kwa Yesu. Kosa kumwamini, hiyo sumu itakuangamiza na utatamani sana tiba na hautawahi ipata. Dhambi ni kuasi Mungu. Biblia inasema dhambi ni kuasi Mungu. Anasema enda kushoto, wewe unaenda kulia. Hiyo ndio maana ya dhambi. Na anasema mshahara wa hiyo ni kifo. Na ukweli ambayo inakataliwa na wengi siku ya leo ni ya kuwa hawakuumbwa juu yao wenyewe, waliumbwa juu yake Muumba. Hawakuumbiwa mapenzi yako, ufanye mapenzi yako vile unataka, uende njia yako. Biblia inasema
inasema uliumbiwa Yesu Kristo, na kila binadamu ako na shimo ndani ya moyo wake, nafasi ambayo Yesu peke yake ndiye ambaye anaweza ijaza. Nje ya Yesu Kristo utatafuta kwa pesa, utatafuta kwa mali, utatafuta kwa wanawake, hiyo shimo haitawaijaa na muda unayoyoma. Binadamu aliumbiwa Yesu Kristo, na Yesu tu ndiye chakula ambacho kinaweza kushibisha wakati nafsi yako inasikia njaa. Hakuna kitu chochote kwa hii dunia au mahali pengine au hata kwa ulimwengu ya kiroho kinaweza kushibisha au kutoshesha kando na Yesu Kristo. Na juu wengi wanakataa hii kweli, wanaangamia labda juu ya kiburi yao, labda juu ya ujuaji yao, na wanakufa kama hawajamjua Yesu, ilhali Yesu amewapenda sana. Anawataka kila binadamu kiasi ya kuwa amekubali kupitia mateso ya hali ya juu kwa ajili ya kila mmoja, na hayuko mbali na hata mkataa yule ambaye atakayemwita, na kwa yule ambaye hatakasa moyo wake. Kwa hivyo ilikuwa kama by the way, lakini ni ukweli, na huwa nafurahia mahali ukweli inakuja kwa mwangaza. Kwa hivyo najua bado ni faida. Mahubiri yangu ya fundisho langu ya siku ya leo naitoka kitabu cha 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 6, na nasema hivi, maneno ya Mtume Paulo: lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwafikie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Verse 5, kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Ni maneno ya Mtume Paulo kwa Wakorintho, barua ya pili anawaandikia Wakorintho, na anawaambia kwa verse 3, ikiwa injili yetu imesitirika. Kusitirika ni kufunikwa, kukuwa ni kama hauoni kile ambacho kiko nyuma ya pazia. Hiyo ndio kusitirika, hiyo ndio kufunikwa kwa maneno mengine. Lakini ikiwa injili yetu imefunikwa kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, ili isiwafikie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Na kuna wale ambao wanaweza sikia injili ya Kristo na yale Kristo ambaye amefanya kwa ajili yao, yale Kristo amepitia kwa ajili yao, na wataisikia na wataona ni kama story tu ya kawaida. Na Biblia inasema watu kama hawa wamepofushwa, wamefunikwa
na fikira zao wameweza kuwa katika hali ya giza. Upofu ni kukua katika hali ya giza, kukua mahali ambapo giza imekutawala. Hiyo ndio upofu. Mtu ambaye ni kipofu hajui nuru ni nini. Mtu ambaye ni kipofu hawezi fahamu ni nini maana ya mwangaza. Upofu na giza ni kitu kimoja. Ukiwa labda kwa nyumba yako alafu stima ipotee, kila ambacho kitafuata utaanza kupapasa kwa sababu hauoni. Giza imepofusha macho yako. Kwa hiyo utaanza kupapasa, utafuta mahali utapata labda kendo la mataa. Na kwa wale ambao wamepofusha fikira zao na mungu wa dunia hii ambaye ni ibilisi, shetani, na kitu cha kwanza anaitwa mungu wa dunia hii kwa sababu ya dhambi au uovu ambayo imejaa kwa dunia hii, sio kwa sababu kila kitu kwa dunia ni yake. Hana mamlaka yoyote. Biblia inasema vyote ambavyo viko duniani, nchini, baharini, vyote ni vya Bwana, sio ya shetani. Kwa hiyo anaitwa mungu wa dunia hii kwa sababu ya maovu ambayo yamejaa kwa dunia hii, na yeye ndiye ambaye anaongoza, au yeye ndiye mfalme wa uovu. Na ndio maana ilimbidi Yesu akasema ufalme wangu si wa dunia hii, kwa sababu Yesu ni nuru, yeye sio giza. Na dunia hii imetawala na giza, basi shetani ataonekana mungu wa dunia hii. Yanasema huyu ibilisi amepofusha fikira zao, wale ambao wanaiona injili kuwa kitu kama cha kawaida, wale ambao injili ya Kristo wamefunikwa kiasi ya kuwa hakuna nuru ambayo inapenya ndani ya mioyo zao. Ili isiwafikie nuru ya injili, anaendelea, ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Dunia siku ya leo imejaa giza, labda kubali ama ukatae, lakini giza kwa dunia siku ya leo ndiyo ambayo imetawala. Kwa mtu ambaye ako kwa giza, haoni pale ambapo anaenda. Kwa mtu ambaye ako kwa giza, hajui kile ambacho anakifanya. Kwa mtu ambaye ako kwa giza, haoni hatari ambayo imemzunguka kwa sababu amepofushwa na hiyo giza. Hawezi kagua ni nini kiko mbele na nini kiko nyuma. Kwa sababu gani? Giza imepofusha macho yake. Na hivyo ndivyo dunia siku ya leo ilivyo. Dunia imetawala na giza, kile kizuri kimegeuka kukuwa kibaya. Dunia imetawala na giza, dunia imefanya watu wa